achana na hao watu, usiwasiliane nao. Fanya kama nilivyokuelekeza. La haula wala quwwata. Mudi nini? Astaghfirullah. Astaghfirullah we mtoto. Mudi, unaenda kuchanganya pombe na konde? Mwanangu, kwa hiyo mimi nafanya kazi ya bure, si ndio? Una akili kweli wewe? Ndio maana unauliza muda kabisa, mama, kombe na kunywa saa ngapi? Kumbe kuna ujinga wako ndio uchanganya huko, si ndio? Mama, mimi niliona hii hapa kombe lina harufu. Sasa nikasema nichanganye kidogo ili niweze kuitoa. Kwa hiyo kombe nalo lina perfume yake, si ndio? Hiyo ni perfume. Nakuuliza. Mama, hii lakini hata ileweshi. Yaani nikichanganya humu pombe inajitenga kivyake na kombe linajitenga. Huko, sitaki kusikia upumbavu wako mimi. Pumbavu wewe. Hebu lete haramu yako. Lete. Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Mama, naomba unisamehe, usinipige. Usinipige mamangu. Nikusamehe kwa lipi? Sitarudia tena kuchanganya pombe. Wanasemaga mtoto akili anafuata kwa mama. Na wewe umefuata za kwangu. Ila sizitumiagi tu. Sasa chagua baba. Nikupige fimbo za aina gani? Za kishule shule? Za kijambazi jambazi? Za kiudokozi au zipi unazozitaka? Mama, mimi nisamehe. Wasa mimi mwanao naumwa, ukinipiga mimi naweza nikafa. Hujachagua Sasa nakupiga ninavyotaka mimi. Mama, nisamehe mama. Mama, mimi naumwa. Umeshika. Ukishika umefuta. Shenzi. Keko! Unaendelea kulia, si ndio? Unapiga kelele. Shenzi wewe. Shogangu, huu sio muda wa kuchelewa. Hivyo vombi ingiza ndani. Tuondoke huko. Nimepata adili shogangu, inuka. Unaona kama unanichelewesha. Kuna nini?
Ndio unakosaga bahati hivyo hivyo kwa sababu ya ubishi wako. Inuka. Sasa si useme kuna nini Mumu, maana unaniinua tu hivyo, mimi hata sijui kuna nini, si uniambie. Kuna nini shoga yangu? Yaani kama unganishwa na super glue hapo. Hebu inuka kajiandae tuondoke. Sasa hivi yani hivyo vyombo ingiza ndani tuondoke. Yaani unaona kama unanichelewesha. Shapata madili kwa kinejela washaanza kuchangamka. Naomba uinue vyombo uingize ndani tuondoke. Haraka mama haraka. Samani. Habari za saizi? Salama. Naweza nikapata walau dakika moja tu ya kuzungumza na wewe. Mimi? Dakika moja tu. Tuzungumzie pembeni kidogo. Hapana kakaangu, mimi sikufahamu. Siwezi kuongea na mtu ambaye simfahamu. Ni kweli utakuwa unifahamu, lakini mimi nakufahamu muda mrefu sana. Sio leo tu nimeanza kufahamu. Hata wakati natoka dukani pale nimekufuatilia mpaka hapa nimefika. Ombi langu ni moja tu. Nisaidie tu walau dakika moja tukae pembeni kidogo tuzungumze. Na jambo muhimu sana nataka nizungumze na wewe. Usijali kakaangu. Ukinitoa pembeni, nikirudi hapa tu nitamwambia ndugu yangu. Naweza tu kuongelea hapa. Hamna shida. Kwa unaniruhusu niongee mbele ya ndugu yako hapa? Ongelea tu hapa. Nashukuru kunipa nafasi ya kuzungumza. Japo mazingira sio rafiki, lakini wacha nizungumze aliyoko moyoni mwangu. Na mara nyingi huwa sipendi kukaa na kitu moyoni, na hiki nikikaa nacho kitaniumiza sana. Kiukweli binti, nimetokea kukupenda sana. Moyo wangu umevutiwa na wewe. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Na kama utawiwa, niko tayari kukuoa. Uniruhusu niwe mmeo wa ndoa. Naomba nafasi hii. Hapana kakaangu. Alafu mimi kusema swala na mume mimi sijazoea. Kwa hiyo sipo tayari kwa hiyo. Unavyoongea na unavyoonekana, wewe ni mke kabisa. Mashallah, yani Mungu amekuumba vizuri sana. Na usichokijua, kilichonivutia kwako zaidi ni stala ulionayo. Yani mtoto umejistiri kuanzia chini mpaka juu. Mtoto mweupe misiri ya Kiarabu. Yani mtoto mzuri na macho mazuri kabisa. Na hivyo unavyokataa, inaonekana kabisa sio rahisi kabisa kukamatika na mwanaume yoyote yule holela. Ila mimi ndo unanichanganya zaidi. Na nikwambie kitu kimoja. Kiukweli ukinikubalia mimi nikawa mmeo wa ndoa, nitakutunza. Unajua sisi watu wenye lika kama la kiutu uzima fulani hivi huwa tunatunza. Na macho yako wewe mama basi unanivuruga kabisa. Nipe nafasi basi ili uwe mke wangu wa ndoa. Na niko tayari kabisa nisikuguse, nisikuchezee, nisifanye chochote nikaribu stala yako mpaka pale nitakapokuoa. Unajua mimi ni mstaarabu sana, alafu ni muelewa kwa mwanamke ambaye ni muelewa zaidi. Kwa hiyo mama, naomba unipokee. Niko tayari kukuoa kabisa uwe mke wangu wa ndoa. Unajua nimezunguka sehemu nyingi sijapata mke mzuri kama wewe. Tafadhali nipokee. Hapana kakaangu. Kuhusu masuala na mume, yani sitaki kabisa. Na ningejua tu kama mwanzo ungeniambia hivi, nisingeka kukusikiliza. Yani mimi sitaki hata kusikia masuala na mume na sijawahi. Sitaki kabisa. Na sijui kuhusu wanaume. Kwa mimi naomba uniache tu, wewe nenda zako. Kuhusu kuondoka mimi haina shida, lakini unaweza kanipa nafasi kwamba ni lini nitakuona na nitakuona katika mazingira gani tofauti na siku ya leo. Mimi kaka mbishi. Si nishakwambia uende, mimi sitaki. Sawa. Basi unaweza kanisaidia hata namba ya simu tu. Tutawasiliana na mambo mengine yote nitarahisisha hata kwenye simu baadaye. Sina namba ya simu tu. Mimi hata simu sina, kwa sababu wazazi wangu hawataki hata kusikia mimi nimeshika simu. Na simu ni uuni, ndio maana hajanipa simu mpaka sasa hivi. Hata simu una? Pole sana. Sasa nitakupataje? Maana au mambo ya simu baadaye nitayarekebisha mimi mwenyewe. Kwa hiyo mimi nitakupataje sasa? Labda uchukue namba kwa ndugu yangu hapa. Ukinihitaji mimi utanipata kwa ndugu yangu. Eti haina shida. Sasa namba simu 06. Tayari. Ya kwangu mwisho 29. Sawa. Haya poa.
Nakupenda sana. Asija kanisikia bure. Sasa shogangu umeona show hiyo? Umeelewa show? Yaani hapo ndo naanza. Mtu kama wewe anajiletea show hapa. Eti yo nakupenda. Nitakuoa. Eti wewe mzuri. Kama chizi. Anafikiri kila ananong'ani dhahabu Hajui kama kuna vingine vinapigwa na jua. Mwacha alinyenyeshi. Hilo niache mimi shogangu. Namla taratibu. Kwanza nilipomwona amekuja tu hapa. Nikasema saikolojia yake akili inavyoenda. Na mimi nikapita naye vile vile. Shogangu umenichanganya leo. Wewe ni wa kusema wajua wanaume wewe kati ya ndo mambo yako. Nimeshangaa leo na katabuzi limekufuata mpaka hapa. Udugu wangu, kila mwanaume kuna njia ya kumuingia. Yaani yule alivyokuja na nikamsoma hapo. Ikabidi kwanza nimpige na kitu kizito kama nguruwe. Alafu nimle nyama taratibu. Sasa naifanya najua kupima maji kwa macho. Sasa kwangu amefeli. Hajui kama miki na kirefu, mwacha ingie mzima azame. Atajua mwenyewe. Kwani shogangu unatumia dawa gani? Mbona naona wanakuja wenyewe? Kuna dawa basi shogangu. Ni ufundi tu mdogo. Tuile nikuonesha action. Tena wewe naona unanichelewesha. Tuingize vyombo ndani, tuondoke. Cindy, samahani kidogo. Unaweza kuacha kazi zako mara moja, kuna vitu tuzungumzie hapa. Kaa tu hapa. Cindy, kuna kitu mimi nataka nikushirikishe. Unajua kabisa kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Na natakiwa kuishi maisha ambayo ni matakatifu. Maisha ambayo yatampendeza Mungu. Sasa kadri ya siku ambavyo zinavyozidi kwenda, nahisi namkosea sana Mungu wangu. Na nahisi ni mtu ambaye na hatia kubwa sana mbele za utukufu wa Mungu. Haya maisha ambayo tunalala, tunaamka, tunapika, nahisi namtenda Mungu dhambi kubwa sana. Sababu kila napoenda kanisani kufanya ibada, roho yangu inanihukumu kwamba siishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Kwa hiyo nikasema hapana, nikae na wewe nikushirikishe. Unajua mimi na heshima kubwa sana. Naheshimika na kila mtu, kuanzia majirani, ndugu, hata na marafiki. Sasa hii heshima ambayo ninayo sihitaji itoke kwenye maisha yangu. Kwa sababu nampenda sana Mungu wangu. Kwa hiyo ninachokiona sasa hivi, ili mimi niendelee kukaa katika maisha ya utukufu, ni bora tu Cindy, wewe utoke hapa kwangu ukapange chumba. Si utakuwa umenielewa? Kwa mimi nadhani tutakuwa tunawasiliana, tunakutana pia. Na hata kama kuna majukumu yangu ambayo natakiwa niyatimize kwako, mimi nitakuwa nayatimiza. Akitokea mfano labda unadaiwa kodi huko, haina shida. Lakini ili swala la kuendelea kukaa kuishi mimi na wewe hapa ndani, hapana Cindy. Mimi siliafiki bado. Sasa leo ndo nimekuelewa. Unajua siku zote humu ndani yote yalikuwa yanaendelea mami. Nilikuwa najua tu labda ni changamoto za kawaida, itafika muda tutazoeana na tutaishi vizuri. Kwa hiyo
vile vituko vyote humu ndani, ukaona navumilia au umefanya najifanya sioni, leo umeamua tu useme ya moyoni mwako. Amani, hivi tangu umekutana na mimi mpaka muda huu ulikuwa ujui kama ukiishi na mimi pasipo kunioa unaukosa uwepo wa Mungu? Au ni leo tu umelala umeamua, au ndo leo akili imekujia kwamba nikiishi na Cindy mundani na ukosa uwepo wa Mungu? Ina maana mimi nakufanya unakosa ile heshima ambayo uliitengeneza. Unaikosa heshima kwa majirani, ndugu, kanisani, kwa kuishi na mimi mundani. Sijui nisemaje jamani. Ila mpaka nipo mundani nakupenda sana. Visa unavyovifanya navumilia kwa sababu nakupenda. Na kuhusu hiyo heshima ambayo unaisema wewe unaikosa kwa majirani, ndugu zako, kanisani, Amani, nani asiyejua kwamba wewe unaishi na mimi? Kanisani umeshanipeleka, kwa ndugu zako tumeshaenda, hao majirani wote wanajua mimi na wewe mundani tunaishi pamoja. Kwa kipi kigeni? Mimi na wewe kilichobaki hapa ni uchumba na kuhalalisha ndoa mimi na wewe, Amani. Ina maana unanirudisha nyuma. Nianze nikafanye kazi zangu, niishi maisha ya uhuru. Sasa hapo Amani tunakuwa tumefanya nini? Ina maana tunapiga hatua 3, tunarudi 8 nyuma. Nieleweshe, hapo tunakuwa tumefanya kitu gani labda? Mimi sijaona kama kuna shida yoyote hapo Cindy. Na nimefanya hivyo kwa sababu tu ya kutengeneza mahusiano mazuri kati yangu mimi na Mungu wangu. Si umeelewa? Asa labda kama wewe unaona kuna jinsi namna ambavyo mimi labda nimekosea, sijui, labda ni kwa upande wako. Lakini mawasiliano yangu mimi na wewe yatabaki pale pale. Kukutana kutabaki pale pale. Na mambo mengine yataendelea tu. Na sijamaanisha kwamba wewe ukitoka hapa, ukienda huko basi ndio tumeachana, hapana. Najaribu tu kuweka nafasi kati yako na mimi. Hamna kitakachokuwa kimeharibika wala kimepungua. Lakini kama unahisi labda ile jambo litakuwa ni gumu sana kwako au litakuwa ni zito sana kwako, basi unaweza kaendelea tu kuishi hapa, lakini haikuwa lengo baya, ila nilichokuwa najaribu tu kwamba nikukushirikisha katika hili. Na sijamaanisha kwamba nakufukuza, hapana. Umeona? Ilikuwa tu nikujaribu kuweka mambo sawa ili wakati mwingine pia mahusiano yetu sisi na Mungu endelee kuwa mazuri pia. Sawa. Mimi nimekuelewa. Mimi naweza kufanya hivyo ambavyo unataka. Kwa sababu siwezi kung'ang'ania ndani kwako. Mimi umenikaribisha tu. Kwa hata siku moja siwezi kung'ang'ania. Na ninaweza kuondoka nikaishi hayo maisha ambayo natakiwa nikayaishi, kwa sababu hata huko mwanzo nilishaishi. Nilisha struggle, nijua kupambana. Na nipo hapa kwa sababu nakupenda. Kwa hayo maisha mimi nimeshazoea. Ila Amani, naomba kabla sijaondoka humu ndani, nataka jibu moja tu. Na ninaomba useme ukweli pasipo kupepesa macho. Na usinidanganye, kwa sababu haya ni maisha yangu na ndio hatima yangu. Utakachokisema
ndicho ambacho nitaondoka nacho. Naomba niambie Amani, unanipenda? Karibu. Lakini naomba uzungumze kilichokuleta. Yaani mume wangu kukuta hapa itakuwa nimeanzisha vita nyingine. Siruhusiwi kuingiza mtu yoyote yule. Yaani niwe namjua niwe simjui. Kuna matatizo yametokea kifamilia. Yaani hapa nimekuonea tu haya kwa sababu umekuja umegonga getini pale, isitoshe na kujua hivyo. Naomba uzungumze uende. Kwanza nataka kujua kwa nini upatikane. Kwa nini uniulize hivyo? Ni issue zangu, yani dada, haya ni mambo yangu ya kifamilia. Yaani mimi na familia yangu siruhusiwi kukuambia wewe. Wewe sema kitu ambacho kilichokuleta. Kama naweza kukusaidia nikusaidie uende. Ni sawa. Lakini mimi najua kwa nini upatikane. Na nilijua tu lazima itakuwa hivyo. Unamaanisha nini? Hivi. Kwani wewe ujiulizi kwa nini ile siku nilivyokuja hapa nilishtuka sana? Yaani nilishtuka kiasi kwamba wewe mwenyewe ukashangaa. Mimi na mmeo tunafahamiana vizuri mno. Sasa dada yangu, mimi nafsi inanisuta. Mimi ni mtoto wa kike. Na sio tu mtoto wa kike, nimelelewa kidini. Mimi ni Mkristo dadangu, nimekuzwa kwenye maadili ya dini. Leo hii mimi nikisema nikae na hii dhambi, sitakutendea haki. Kwa sababu wewe ni zaidi ya dadangu. Ile siku nimekuja hapa, nimekuona siku moja tu dadangu. Lakini ulinipokea vizuri. Umenikrim vizuri, umenilipa hela yangu nzuri tu. Leo nikisema nikae na hiki kitu, roho yangu itaendelea kuteseka mpaka naingia kaburini. Mbona unazunguka unanitisha? Hebu niambie unamaanisha nini? Usijali dada yangu, taratibu utanielewa tu. Bila shaka unamfahamu Matilda, si ndio? Najua hili jina sio geni kwenye masikio yako. Mchepuko wa mmeo sieti. Mimi Matilda ni rafiki yangu sana. Yaani kiufupi mmeo ni shemeji yangu mimi. Na ndio maana hata aliponiona siku ile ni alishtuka sema tu wewe kumuona. Wiki kadhaa hapa nyuma mumeo alitaka kumchumbia Matilda. Lakini mwisho wa siku mumeo akapiga simu akasema hataki tena mambo ya uchumba na mambo yakawa yameishia hapo. Kwa hiyo mimi kwa akili yangu fupi kwa haraka nikajua tu lazima utakuwa umejua na utakuwa umeminya, ndio maana hata uchumba ukafa. Lakini sasa kinachoniuma dada yangu, mpaka mimi leo hii niko hapa. Yaani ni mara 10 ingekuwa hivyo tu ingeishia huko nyuma, mimi ningeweza kunyamaza, nikaishi nalo. Lakini sasa yanayoendelea mimi yananiumiza. Kwa sababu mmeo anakufanya wewe kama mpumbavu. Yaani kiufupi mmeo amerudiana na Mati. Na hivi ninavyokuambia dada yangu, penzi limenoga. Yaani mahaba ndendende. Mwisho jana tu nimepita nimewakuta wanakumbatiana huko vichochoroni. Dadangu, una mume malaya. Yaani mumeo ni malaya aliyeshindikana dada. Kwanza mara ya kwanza ameanza alikuwa ananitaka mimi. Kanisumbua nikamwambia mimi mume wa mtu kaka siwezi. Sijalelewa hivyo kakangu siwezi. Basi akaacha kahamia kwa Mati.
Mtu mzima kabisa na heshima zake, mme wa mtu. Barabarani anakumbatiana na mtoto wa kike. Anakuzalilisha dada. Anakutia aibu dada yangu. Anakudanganya sijui kuna matatizo usipatikane. Yaani hii yote kukufanya usipatikane dada ni uongo. Mumeo ni ana mchipuko amerudiana naye. Sasa hiyo yote 9. We dada. Jamani. Mbona hata kuongea sijamaliza? We dada. Dada. We dada wewe. oh.